mstari wa 25.
Sema na zungumza naye. Zungumza naye. Yeye ni mwaminifu wa kweli. Peleka hoja yako. Mwambie Bwana nimesoma. Kila sadaka iliyotolewa kuzimu, iliyobeba maadamu ya kuniangamiza, ya kuniua, ya kuniondosha kwenye uwepo wa nchi, kwenye uso wa nchi, damu ya Yesu initoe kwenye hayo maagano, kwenye hilo agano la kisilimaso, kwenye hilo agano la kiiluminati, kwenye hilo agano la kichawi, kwenye hilo agano la kipepo. Yaliyowekwa na wazee kwenye ukoo, kwenye familia, yanayotutesa, yanayoharibu ndoa, yanayoharibu biashara, yanayoharibu uchumi. Kila anayeinuka kwenye familia, iwe kiuchumi, iwe kiafya, iwe kiroho, iwe kwenye baraka, ilizamishwa kwenye kaburi. Ndio maana mtu akakimbia, ndio maana mama akakimbia, ndio maana ndoa ikaharibika. Ita. Pengine walichukua pete yako wakaenda kuidumbukiza kwenye choo. Wakasema utakaa umeishi na mume, utakaa umeona huyo mke, utakaa ukaishi na huyo mwanamke, utakaa ukaishi na huyo mwanaume. Ita. Kilichopotea kwenye mazingira ya kutaka, kilichopotea kwenye mazingira ya kutaka. Ulikuwa na amani imepotea, ulikuwa na furaha kwenye ndoa imepotea, ulikuwa na kicheko kwenye ndoa imepotea, ulikuwa na biashara imepotea, ulikuwa na mtaji umepotea, ulikuwa na kibali kizuri sana kimepotea. Amuru vita. Ita. Kondamia manakaba. Weka makanyo kanda, weka makanyo kwa huduma, weka makanyo kwa utazaka. Yote ya uchumi, yote ya biashara, yote ya cheo, yote ya mashaka, yote ya mafanikio. Ita. Amuru njoo, ita njoo. Tia bidii. Itakokutaja. Ukiambia kama nilikuwa na kumiliki tangu mwanzo. Njoo tena. Amani yangu, haya maombi yangu, kipawa changu, karama ndio. Sina ndoto zenye kuiona kesho, sina ndoto zenye kibali, sina ndoto zenye mafanikio. Pita ndoto zako. Amuru zije. Tia bidii. Amuru afya yako. Amuru niatokee vitu vyako. Amuru mambo yako yatokee. Yaliyoinua kichawi, vilivyopotea kichawi kwa mazingira tata, itavija kwa kutaja majina, itavitokea.
Nimeinua mikono yangu mbele zako. Tazama Bwana, sina hatia iliyonipasa adui aharibu maisha yangu, aharibu vitu vyangu, aharibu uchumi wangu, aharibu ndoa yangu, aharibu mafanikio yangu, aharibu biashara zangu. Sina hatia Bwana, sina hatia Bwana, sina hatia Bwana. Sijadhulumu mtu, sijachukua mali ya mtu kwa nguvu. Sina hatia Bwana. Ikiwa ninayo hatia, Mungu wa rehema, naomba unirehemu, naomba unisamehe. Damu ya ukombozi, damu ya mwana kondoo initakase asubuhi ya leo. Itakase mikono, itakase nafsi, itakase roho, itakase mwili, itakase maisha yangu asubuhi ya leo. Naomba unitakase Bwana, naomba unitakase Bwana, naomba unitakase Bwana. Chochote nilichokuwa na kimiliki kwa mikono hii kitaponyoka. Ndoa niliyokuwa na miliki ikaondoka, ikadondoka. Maisha yangu yaliyokuwa mazuri yaliyodondoka, yakakimbia. Magari, nyumba, mifugo, mali, uchumi vilivyodondoka kuanzia sasa kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu, kokote viliko ninaviamuru kwa jina la Yesu. Kibali changu kirejee, mafanikio yangu yarejee, vipawa vyangu virejee, karama yangu irejee, maono yangu yarejee kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ufahamu wangu ulioibiwa kichawi, ufahamu wangu ulioibiwa kwa nguvu za giza, ufahamu wangu wa vitu mbalimbali vya kiroho ulioondolewa kuanzia sasa, kokote ulikopeleka na moja kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Uso wangu uliofungwa, mwanga wa uso urejeshwe tena kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, na kwa damu ya Yesu. Aliwaambia leteni maji, akanawa maji. Maana yake akasema sina hatia juu ya damu ya mtu huyu. Yawezekana baba zangu walimwaga damu ya mtu asiye na hatia. Hiyo hatia inatembea na sisi, inatembea na sisi kuharibu maisha yetu, kuharibu uchumi wetu, kuharibu ndoa zetu, kuharibu biashara zetu, kuharibu mafanikio yetu. Leo nasogea mbele zako Bwana kwa damu ya mwana kondoo. Kila hatia, kila hatia, kila hatia inayotokana na damu ya Kristo iniachie, iniachie, ifutike kwenye maisha yangu. Futika, 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 futika kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Shetani ibilisi, hatia yoyote isiyonipasa kuharibika ndoa yangu, hatia yoyote iliyonipasa, isiyonipasa kuharibika kwa ndoa yangu, kuvunjika na kufa, leo naifuta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Damu isiyo na hatia ya mwana kondoo asubuhi ya leo, asubuhi ya leo najiunganisha naye juu sasa. Inua mikono yako mbele za Bwana. Yeye ni mwaminifu wa kweli, atakusaidia. Yako mambo yanatesa familia zetu, kumbe kwa sababu kuna damu ilimwagika, kwa sababu kuna damu ilimwagika sio kwa hatia. Inawafuatilia kulipa kisasi, inawafuatilia kuwamaliza kila anayeinuka kwenye familia yenu
anapigwa kujua pigo lile limetokea wapi. Na lile pigo hamjui huwa anaishia wapi. Wengine wamepotea, wengine wameishia pabaya. Inua mikono yako, inua mikono yako mbele za Mungu. Inua mikono yako mbele za Bwana. Yesu anakwenda kukusaidia. Inua mikono yako mbele za Bwana. Yesu anaenda kukusaidia. Pengine una mgonjwa umekuja naye unataka aombewe au una picha yake, inua hiyo picha. Naomba tu Bwana anaenda kufungua. Umekuja na picha ya mume wako, mtoto wako, sijui ni nani, ndugu yako mgonjwa, inua. Naenda kuomba. Bwana anaenda kuondoa hizo hatia. Bwana anaenda kufuta hatia. Bwana anakwenda kukuondolea hatia. Inua. Mimi ninaomba tu maombi machache tu sasa hivi hapa. Mengine tuendelee kwa baadaye. Mungu uishie milele. Angalia mikono yetu Bwana, tumeinua mbele zako. Angalia mikono yetu Mungu. Ikiwa mikono hii ilihusika kumwaga damu isiyokuwa na hatia na sisi tukahesabiwa hatia, Baba naomba toba. Baba naomba rehema. Baba naomba msamaha. Naomba huruma yako. Damu yako itakase na kuondoa kila hatia. Ikiwa kuna alama ya kifo kwenye paji la uso, wamekuchorea alama ya msiba, alama ya msiba, alama ya msiba, alama ya msiba, kwamba katoto lazima kafe, kwamba katoto lazima kafe, kwamba katoto lazima kafe, maana wakutaka uzae, maana wakutaka bebe mimba, kwamba hiyo mimba lazima iondoke, kwamba uchumba wako lazima uharibike, kwamba mume wako lazima afe, maana wakutaka uolewe, kwamba huyo mke wako lazima uharibike, lazima afe, maana wakutaka uolewe, maana wakutaka uolewe, wakutaka uolewe, biashara yako ikaharibika, maana wakutaka ufanikiwe. Ninatangaza kwa nguvu ya leo, kwa nguvu ya Roho, yeye yule aliyefufua Yesu katika wafu, hiyo nguvu ya Roho naiachilia kwako, ipite kwako, ipite kwako, ipite kwako, ipite kwako. Chochote kilichoandikwa kufa, chochote kila mauti, daima wamekamata akili zako, wamefunga akili za watoto wako darasani, wamefunga ufahamu wa watoto wako darasani. Ulikuwa ni muonaji mzuri, ulikuwa ni muombaji mzuri, lakini wamekamata akili, wamekamata ufahamu, wamezika akili yako, ufahamu wako, nafsi yako, wamezika. Ninaongea na mtu yule ambaye kivuli chake kimewekwa kwenye jeneza, kimewekwa kwenye chupa, kimewekwa kwenye chungu, kimewekwa kwenye kibuyu. Hicho kivuli kilichoshikilia, hicho kivuli chako mwanamke, hicho kivuli chako mwanamke, hicho kivuli chako mwanaume, hicho kivuli chako kijana, hicho kivuli chako pite, kokote kilichowekwa kwenye chupa za kichawi, kikazika chini ya ardhi, kikatumbukiza kwenye maji, kikawekwa kwenye makaburi. Ninaongea na yule mtu ambaye anatembea hana kivuli. Kivuli alichowekewa ni kivuli cha mauti, kivuli alichowekewa ni kivuli cha mauti. Nataka kivuli, hicho kivuli, hicho kivuli, hicho kivuli, hicho kivuli, hicho kivuli. Nasema kivuli chake mlichokizaa akiwa sokoni, kivuli chake mlichokizaa akiwa amesimama sokoni, nataka kivuli. Yesu
Nasema neno kutesa usiku kinageuka kinakutengenezea ndoto mbaya, kinakuharibia usingizi. Hicho kivuli kinachokuharibia usingizi, hicho kivuli unatembea umebeba kivuli cha uharibifu, kivuli cha mtu aliyekufa zamani, kivuli cha mtu aliyekufa zamani, umebebeza kivuli cha mtu aliyekufa zamani, kivuli cha mtu aliyekufa zamani, hicho kivuli cha mtu aliyekufa zamani na kipasua. Kivuli cha yule shangazi aliyekufa, kivuli cha yule mjomba aliyekufa, kivuli cha yule bibi aliyekufa. Uliyekaa simama, nyosha mikono yako juu. Usikae. Inua mikono yako, usikae. Usirudi kivuli cha mtu umepigana. Kivuli. Anakuvalisha mama mmoja, anakuvalisha shangazi, anakuvalisha wizi, anakuvalisha mjomba, anakuvalisha shemeji, anakuvalisha mtoto nyumba. Hicho kivuli. Leo pasuka. Wakati mwingine unajisikia wewe mwenyewe kujiua. Wakati ukikaa unaona mbele yako kama vile watu wanakuaga, wewe uko kwenye jeneza, kama vile watu wanakuaga, wewe uko kwenye jeneza, kama vile umezungukwa na watu wanakuaga, uko ndani ya jeneza, leo unakuchukua hicho kivuli cha mke na nilichokuweka maneno, hicho kivuli cha mke, teketea. Kivuli cha uzima, kivuli cha uhai kirejeshwe tena kwa jina la Yesu. Na kiamuru kwa jina la Yesu. Kivuli njoo. Sema kivuli changu njoo. Kokoto ulikowekwa, geuka wewe. Lipua, pasua, vunja, haribu, angusha, angamiza. Njoo. Kivuli njoo. Toka kwenye mashimo, kwenye makaburi, kwenye mapango, kwenye milima, kwenye chupa, kwenye vyungu, kwenye vibuyu. Njoo. Kwa jina la Yesu. Sema Baba yangu, damu ya Yesu iweke ulinzi. Najumuisha nayo maisha yangu yafunguliwe kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Alama yoyote waliokuwa wameniwekea ifutike kwenye maisha yangu kuanzia sasa kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Amen. Ongeza makofi hapo kwa Bwana. Ongeza tena makofi hapo. Ukao wafungueni, muinue. Bwana aweke mahali pao kwenye nafasi zao. Sifa.
na kuniingiza uzimani kwa mauti yako. Asante Yesu. Amen. Nikukaribishe tena mtu wa Mungu. Karibu tena katika ibada Jumapili ya mwisho wa mwezi wa 4. Jumapili itakayofuata tutakuwa na Jumapili ya kwanza ya mwezi wa 5. Kwa ni Jumapili ambayo inatufungia Jumapili zote za miezi 4 hii ambayo tumekuwa nayo. Kuanza mwezi wa 5, Mungu atutie nguvu, Mungu atuwezeshe na Mungu atufanikishe zaidi na zaidi. Amen. Haleluya. Sasa naomba tuendelee na somo letu. Tumekuwa na vipengele kadha wa kadha. Somo letu linasema utamanizaje mwendo, na tulieleza kwamba safari yetu ya kwanza ilianza kutoka kwenye vino vya baba zetu kwenda kwenye matumbo ya mama zetu. Ndipo mwendo wa kuanza kutengenezwa na kuumbwa mwanadamu ulianzia kwenye tumbo la mama yake. Hatua tofauti, kila kiungo akiweke mahali pake. Hatua inaanza hapa duniani. Kuna namna umezaliwa kwa baba. Kadri muda ulivyokuwa unaongezeka mbele ya safari, ndivyo ndani yako Mungu alizidi kukutengeneza upya. Fika kwenye hatua ya wewe mwenyewe kusimama na kuinuka na kutembea. Hiyo ndio ni hatua. Ukatoka hapo, ukatoka kwenye kutembea ukaanza kukimbia. Ni hatua. Na kadri kila hatua unayoifanya ndivyo unasonga mbele na kimo chako kinaongezeka kwenda juu, sio chini. Kinaongezeka kwenda wapi? Juu. Kimo chako kinaongezeka kutokana na umri, kinaongezeka. Uwezo kwa na mwaka mmoja ukalinganisha na ile wa mwezi mmoja. Ukiweka hapa mnatofautiana. Ukikuta wanafanana wanalingana kimo, basi njoo pale kuna shida. Aidha huyu ni mgonjwa au mfumo wa lishe. Kwa hiyo ndani yake kuna kitu kinaitwa malnutrition. Ana ule upungufu wa lishe mwilini. Kuona kinga zake na seli zake za mwili zimedhoofika. Kwa hiyo hawezi kuhimili, anakuwa dhaifu. Inakuwa katika mfumo namna hiyo. Kwa hiyo kama unasonga mbele ndivyo na ufahamu wako unakuwa. Akili zako zinafunguka. Inafika wakati uko unaweza kujisaidia au ukachukua ile ukajipaka ukara mavi yale, lakini sasa akili inafunguka kama hii ni tatizo. Ungeweza kuingia kwenye moto, lakini sasa hivi ukiona moto ukakuunguza uwezo ukaweza huu ni moto. Akili inaanza kujengeka kidogo kidogo. Ukichoma mwiba unasikia mpaka kwenye kichwa yale maumivu, unajua huu ni mwiba. Kwa hiyo ufahamu wako kadri unavyokuwa ndivyo unavyoendelea kuimarika. Lakini pia hata kwa kimo unaongezeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tukaona katika kitabu cha Mhubiri sura ya 3 anasema kila jambo kwa kusudi lake chini ya mbingu. Kila jambo na kusudi lake chini ya mbingu. Chukua ule mstari wa kwanza hadi wa 3. Anasema kuna wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Kwa hiyo kila aliyezaliwa atakufa. Ni wachache ambao hawakufa. Elia hakufa kwenye Biblia. Na kusoma yeye alinyakuliwa kwa gari la moto akapelekwa mbinguni. Mwingine ambaye hakufa ni Henoko. Tunamsoma kwenye kitabu cha Mwanzo, lakini pia kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 11. Kwa watu wenye imani anasema Henoko naye kwa imani alikuwa na imani, na hata mauti ilipofika alihamishwa akapelekwa nchi ya uhamisho. Hakufa. Henoko hana kaburi. Hakufa. Kwa hiyo wako wachache kwenye Biblia ambao hawakufa. Maana imani aliyokuwa nayo ni kwamba hawezi kufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini nikasema mimi na wewe kadri tunavyosongea mbele yetu kuna kibao kimoja tu ambacho kuri Mungu angalia jicho. Anaangalia mwisho wako umemalizaje. Angalia mwanzo mwema, angalia mwanzo wenye ushuhuda, ila anaangalia mwisho mwema. Anaangalia mwisho mwema. Sasa katika kitabu cha Timotheo wa pili ile sura ya 4 ule mstari nafikiri wa 7 kama sikosei pale, akasema vita nimevipiga vizuri vya imani. Anasema imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza. Vita nimevipiga vilivyo vizuri vya imani. Imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza.
vita nimevipiga vilivyo vizuri vya imani. Alafu jambo la pili, imani nimeilinda. Jambo la tatu, mwendo uliomaliza. Kila mmoja hapa ana safari yake atakayoishi. Nikatoa mfano kwenye masomo tuliyoanza nayo kwa mazuri, kitaka kufuatia kwenye YouTube yetu kuyapata au kuweza kuyapata, nitaleta flash kuwekea kwa shilingi 3,000 kwa maana kuna gharama za kutengeneza pale na nini, gharama kwa shilingi 3,000 kupata somo. Na sehemu ya 5 nafikiri leo kwa sababu ya hii somo. Kuna mmoja nilikwambia kitu moja. Nikasema wachezaji wa mpira wanapocheza mpira wao wanacheza kwa kutumia muda. Wana dakika 90 za kwanza na wana dakika 15 za nyongeza. Nikasema kuna watu tunaishi hapa duniani, wengine wako dakika ya 90, lakini wengine wako dakika ya 15 ya nyongeza. Kwenye uwanja wa mpira ni dakika 105. Sasa utakijua kwa dakika gani wanapoongezewa dakika wale wachezaji hapo, wale kuna timu A imeongoza, kazi inayofanywa ni kushambulia timu B ili kulinda ile goli walionalo wamalize foshi. Ile timu B wenyewe walionalo wanapambana na hizi dakika 15 za nyongeza kuhakikisha tunaondoka na ushindi, tunasave. Wale kwenye timu zao wanapambana, wanajua dakika baki, wanacheza uwanjani, wanajua dakika zinazo. Kipindi cha kwanza cha dakika 45 tukimaliza tukaenda mapumziko. Mbaya zaidi kwamba tunapenda tusisiwe kwa mambo mazuri tu, mazuri tu. Unataka kuambiwa mabaya. Wao wapendi mabaya yao yasemwe. Kumbe unapoambiwa mabaya yako, unapokosolewa ndipo unajengwa wewe ujijue, ujitambue kwamba kumbe hili nalo ni dhaifu ninalo. Kumbe huu nao ni ugonjwa ninao. Kumbe hii nao ni kansa ninayo. Ni tatizo ninalo. Watu wanatokea wao kusifiwa kwa kwamba unajua ni mtu mzuri sana, unajua ni mtu mwaminifu sana, unajua ni mtu hata kwa baba yake. Ukimwambia baba yako ukimwambia baba yako anasusa, ukimwambia mtu baba yako unaona amegadhibika kwa kujamana kama wakati. Mungu akaona ukaje wako kujamana. Akamwambia Mungu anaweza kaje. Kwa nini sura yako kwa jamani? Mwanzo sura ya 4 ukianzia ule mstari wa 4 hadi Mungu anamwambia kwa nini sura yako na uso wako kwa jamani? Je, ukitenda mema utapata kibali? Akamwambia tazama dhambi hiyo inakupotea. Tena iko mlangoni inakutamani ya kupata maisha. Nikasema wale jamaa wanakuwa vizuri. Lakini hicho kitu ni maarufu kule tunajifunza. Somo letu na vitu tunajifunza tunaona kwamba dhambi ni nini? Dhambi ni kiumbe. Dhambi ni kiumbe kilicho hai ambacho kina ufahamu, kina akili, kina fikra, kina miguu, kina mikono, kina macho na ndani yake kina uhai. Mungu anapomwambia Kaini kwenye Mwanzo sura ya 1 baada ya siku kulisoma, anasema kwamba tazama dhambi iko mlangoni inakuotea. Kitu kinachokuotea maana yake kinakuvizia. Chini ya akili kichwa kinavizia, kinajua kwamba nitakukamata kwenye namna hii. Kwenye mwili nitakukamata kwa namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Naongea na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nimesema kwenye somo letu la pili tunajifunza kuangalia dhambi ni kiumbe kilicho hai. Tena kile kiumbe kina akili na kina ufahamu na kinakaa kuwaotea watu kwenye mlango. Hakikubaki nje ya mlango. Kinajua mlango wako kukupata ni hasira. Kwa hiyo kinakuja kama hasira. Kinajua mlango wako kukupata wewe ni chuki, kinakuja kama chuki. Kinajua mlango wako kukupata wewe ni wizi, kinakuja kama wizi. Kinajua mlango wako kukupata wewe ni manunguniko, kinakuja kama manunguniko. Yaani ni kiumbe ambacho kinakuja kwenye mlango. Wanao waweza kumaliza maana ndivyo maandiko kwenye Biblia. Na ndio maana tunasema kwamba kwa maana imeandikwa una uwezo shetani. Naongea Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaoitwa wakongwe kanisani ndio wale wa kwanza kuharibu, ndio wao wa kwanza kufuruga, ndio wao wa kwanza kurudisha watu nyuma.
akamwambia huyu nabii mzee, Mungu amefanya nini? Amezungumza naye kwa kweli. Akamaliza, alipomaliza akakaa pale na chakula akala. Bila anamaliza kula, yule nabii mzee nani? Yule nabii akamwambia, Mungu alikwambia usile chakula. Mungu alikwambia njoo kwa njoo usirudi nayo, lakini umekula chakula, tazama unakufa. Wakongwe ambao wanajitaka wakongwe wa wokovu kanisani, wao kazi yao ni kuondoa watu kanisani, wao wanabekani kanisani. Yuko tayari kumwambia mabaya ya kanisa, mabaya ya mchungaji, mabaya yule mwinjilisti, mabaya yule fulani, lakini yeye haondoki kanisani. Naongea anaweza kukwambia ubaya wa kanisa, hawana upendo hili kanisa wako hivi, lakini yeye wewe anakuvunja, unarudi na unaondoka. Kwa 25 mwendo wako uliishia kwenye kula chakula. Nataka kuonyesha nguvu ya chakula na vugu. Wafalme wa kwanza 13 mstari wa kwanza. Ndio. Neno la Mungu linasema, ndio, natazama akatoka mtu wa Mungu katika Yuda. Akatoka mtu wa nani? Wa Mungu katika Yuda. Naongea na hapo sasa. Akatoka mtu wa nani? Naomba nisikie sauti yako. Akatoka mtu wa nani? Alitoka katika nchi gani? Ya Yuda. Katika uzao wa nani? Wa Yuda. Katika kabila la nani? La Yuda. Ni mtu wa Mungu. Kwa neno la Bwana. Akatoka kwa neno la nani? Sio la nabii wala la mtume wala la mzimu wala mkuu wa muziki wala la miungu fulani. Kwa neno la nani? Akatoka mtu wa Mungu katika Yuda. Akafika Betheli. Huyo mtu wa Mungu akaenda mpaka nchi ilikuwa Betheli. Naye Yeroboamu alikuwa akisimama penye madhabahu. Alikuwa akisimama akitumika penye madhabahu. Afukize uvumba. Afukize uvumba, mtolee Mungu sadaka, ufanyie ibada. Mstari wa pili anasema, basi mtu huyo akapiga kelele juu ya madhabahu. Huyo mtu akapiga kelele juu ya madhabahu. Kwa neno la Bwana akasema. Kwa neno la Bwana akasema. Madhabahu. Madhabahu. Bwana asema hivi. Bwana asema hivi. Angalia, mtoto atazaliwa katika nyumba ya Daudi. Mtoto atazaliwa katika nyumba ya Daudi. Hapa naeleza sasa inaanza kwa habari za Yesu. Huyo mtu wa Mungu kama madhabahu anafukiza huko. Hapo ananeno anaanza kusikia habari za Yesu. Mtoto atazaliwa kwenye nyumba ya nani? Ya Daudi. Jina lake Yosia. Na juu yako atawachinja makuhani wa mahali pa juu. Atawachinja makuhani wa mahali pa juu. Wanaofukiza uvumba juu yako. Wanaofukiza uvumba juu yako. Na mifupa ya watu itateketezwa juu yako. Akatoa ishara. Siku ile ile. Akasema. Hii ndio ishara. Ya kusema kwamba atakuja kile mtu kwenye nyumba ya Daudi. Huyu anaitwa Yosia, akaenda kufanya 1 2 3. Nini kinaenda kutokea? Akatoa ishara. Aliyoinena Bwana. Tazama madhabahu itapasuka na majivu yaliyo juu yake. Madhabahu itapasuka. Na majivu yaliyo juu yake. Hata angeomba Mungu kiasi gani uweze kubariki. Tunaelewa kwa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huyu mfalme amestaira mshikisho wa damu kama huo. Yaani unanyosha mkono kama tege. Yaani ananyosha mkono kama tege, mkono umenyosha kama tege, mtoe hapa. Yaani kukata. Mungu anyoshia mkono kwa kushoto. Wewe Mungu akukata mkono, anakata biashara. Anakata uchumi. Anakata kile ulichokuwa unategemea, inakata. Naongea na mtu. Na kufundisha tu kwa hiyo somo na malizaje wewe. Sio katika Mungu haya kufundisha utakuwa muongo. Maana tunalengwa itakuwa ni shahidi hata kufika mbinguni kwa Yesu. Kama uko hakuna najua kwa mbinguni ya kitu. Mungu tuleta ushahidi, lakini najua malaika wanalengwa ni vizuri sana kwa hizo kama tunafanya. Watakuwa wanaisha kujua wako. Unajiona tunaona kwa umekaa sikio kanisani. Yaani sasa Mungu hapa sasa. Wewe mwenyewe unajipeleka kwenye jana. Na kwa hali hii
mimi nikaamuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Naongea na waambiaga hivi wana wa Mungu. Unajua wakati mwingine sasa soma maneno makubwa. Heri tu ambayo alikusafa na iko sasa. Kwa ajili ya subiri akadhabu na hasira. Lakini nasema baba. Yaani wewe unaona Mungu sana kwa sababu umekuja hapa. Anaposema wale wako kwa kazini. Right ungejua saa ambapo mabaya atakapokuijia. Ole wako. Akasema kwa sababu umekujiza na ishaiko fanyika ndani yako. Zingefanyika Sodoma na Gomora ni mtu ungekuwa hapa sasa. Bwana Mungu, tuseme nini? Mambo mangapi hapo utayaona? Mangapi? Kama ni watu kufufuliwa wengine nyinyi mashahidi kabisa amekufa, tunaomba na Mungu atafufua. Nyinyi wenyewe mashahidi. Mangapi ambapo tunaomba kwa Mungu mwenyewe anajidhihirisha. Wanaweza watu hapa hadi zao ni Mungu naona huyu ataondoka. Lakini Mungu anawaita. Maka umeshuhudia kwa macho yako. Ni wanaambia watu wa kanisa hili mtakuwa na hukumu kwa siku mbele za Mungu kuliko mtu yeyote. Ni kwa sababu kama ni ukweli imefundishwa. Mimi waamini namshukuru Mungu alinipa neema ya muujiza na ishara. Kwa nini? Kwa sababu hiyo itumike kufundisha Mungu. Mimi kwa nini ndio mpango wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa turudi kwenye mada. Mfalme mkopo umekatika. Anaomba mtumishi wa Mungu. Pende baba yako. Anasema yule mtu wa Mungu msii. Akamwambia mtu wa Mungu msii sasa Bwana Mungu wako. Msii sasa Bwana Mungu wako. Kaniombee. Uniombee ili nirudishiwe mkono wangu tena. Hali ndio mnakuja amsemaje kwamba tatizo ni nini? Elisa nitakuwa na kuanzia mwenye chanzo cha tatizo ni nini? Mchungaji mkuja, yeye kwa niambie chanzo cha tatizo ni nini? Unajua chanzo ni kama kwanza moja mbili tatu. Mlilia Mungu mwenyewe, jitetee mwenyewe. Chanzo kando. Jitetee. Milima na milima isikie hiyo sauti yako. Hiyo ni mambo tunakueleza sana. Simama jitetee mbele ya nini? Mimi sikiza. Bwana sasa sikiza. Haleluya wateule. Mungu samehe tu. Mungu mrehemu. Mungu karehema Bwana. Katikati ya ghadhabu yako. Mungu katikati ya miaka. Mungu karehema. Mungu. Basi kwa sababu wewe ndio ulikuwa unasema na wewe ndio umelilia kwa ngoja nisamehe. Mungu akisamehe unatoka kushukuru sisi na baba. Sisi tulikuwa tunaendelea kusubiri kilala sikisikii. Usirudie tena. Badilike. Yule jamaa Mungu akamrejesha Mungu. Mtumishi wa Mungu akamrudia Mungu. Akamrejesha Mungu wake. Mstari wa 7 anasema mfalme akamwambia mtu wa Mungu, karibu nyumbani kwangu ujiburudishe, nami nitakupa thawabu. Unaona? Karibu nyumbani kwangu fanya nini? Karibu nyumbani kwangu fanya nini? Sasa hapa na mimi nifuatane tena mkono. Karibu nyumbani kwangu ujiburudishe, afu nini nitakufanyia fanya njoo sasa. Yaani nataka tukisini kwa mfano, sasa mfano baraka ikulu. Sio unajichagua unachotaka wewe. Bwana asifiwe sana. Unajichagua unachotaka wewe. Mimi siku nimeenda ikulu yangu. Sasa kwa karibu ya kula. Ndio unajichagua wewe mwenyewe. Yaani sio ile nyama ya mwili. Vimewe mpaka vile niliokoka kutokana hapo baada kualisha. Si vitu. Nina tunafikia. Yaani unaanza kuchagua na vitu. Hiki na wenyeji nako. Hii sawa hii sufuria hii sinaga wenyeji nako. Ndio kashangaa huko kwenye ukungu kwa kubwa likaka. Nimeketa hapa mheshimiwa rais mkuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Tunaomba takatifu wa Mungu. Amen. Ndio kama Mungu. Mimi wafuke kuna rejifikia hivi kama duniani hapa hivi. Hivi mbinguni pamoja. Jamani, kazi mwendo tufike mbinguni. Kazi mwendo wana wa Mungu tufike mbinguni. Asiwepo mtu atakaye kurudisha nyuma. Usikubali chochote kikurudisha nyuma. Jamani, mbinguni ni kuzuri.
Amen. Ile kazi 800 imeeleza kwa ufupi. Akamwambia njaa kule mbinguni kwa Baba. Majumba mazuri yako. Mahali hapa sitakunywa maji hapa. Maana ndivyo nilivyoagizwa kwa neno la Bwana. Sio kwa neno la Bwana ninaagizwa useme usile chakula chochote. Usinywe maji wala usirudi kwa njia ile uliyoijia. Usije ukarudi kwa njia ile uliyoijia. Basi akaenda zake kwa njia nyingine, wala hakurudi kwa njia ile aliyoijia Betheli. Akaenda kwa njia nyingine kutoka Betheli, hakurudi kwa njia aliyokutia Betheli. Halafu 11 anasema basi nabii mmoja mzee alikuwa akikaa katika Betheli. Sema nabii mmoja mzee. Sema mtu mmoja ambaye ameokoka zamani. Mtu mmoja mkongwe kanisani. Mkongwe kanisani. Mwenye jirani yako, basi wewe ndio mkongwe kanisani. Mtoto wakongwe ni hatari. Sasa mtu wa Mungu akutana na mkongwe. Nabii mzee. Nabii mzee. Mkutano mkao kanisa kwa sisi ndio wapi kanisa? Sisi ndio tunachukua. Fanya nini kama mtu kwa sisi ndio sisi. Mkutano kiongozi mmoja kwa sisi ndio sisi. Hata rafiki msikize tunachokwambia sisi. Ndio wao wengine mke. Sisi ndio tunakuwa kwa kufanya maana wakongwe wamekwambia mchungaji na dharau, mchungaji na akikuzoea, mchungaji na mengine unakataa. Wakongwe. Amen. Sio kwa sababu vipi mkongwe? Wakongwe wanaweza zingeza nabii mzee. Ametoka Yerusalemu mpaka ni watu wakapeleka nabii mzee. Kuna mtu wa Mungu. Sasa tusikie maneno. Alikuwa akikaa katika Betheli. Yule nabii mama Mungu wao anatetea. Mungu wao yuko pamoja nao. Sasa cha kufanya hebu afananishe wachonganishe na Mungu wao. Ikaja akili akampatia ufahamu mfano. Hawakusanisha wafananisha wachonganishe Israeli na Mungu wao. Sasa na wachonganishaje na Mungu siguni? Akaambia kuna shida. Hao watu usipigane nao wala usishindane nao. Usifanye vita nao kwa sababu Mungu wao ana nguvu za kuokoa kama nguvu za nyati. Mungu wao ni Mungu ana utisho. Mungu wao ni Mungu mwenye nguvu. Mungu wao anawapigania na watetea watu. Wewe ukashindana nao. Sasa tutakufanya nini? Hebu wa karibu. Uwe tu kama nabii mzee. Andaa karamu. Maana andaa sherehe. Alafu uone kama wafanye kama vile ndio unaenda kupatana nao. Unakuwa karibu nao. Unawapenda, uonyeshe upendo kwao. Alafu utapanda sherehe. Kile chakula unachokiandaa kwa ajili ya kuwalisha watu kiwe kimetolewa sadaka kwa barikeo ya mbele ya Mungu. Mkuu ile mizimu kwenye ile nchi ya kwao. Watakapokula kile chakula kwa vimeunganishwa tayari na miungu yenu ya mji wenu ya nchi yenu. Kwa hiyo tayari zile roho za ile miungu zitatenda kazi kupitia kwenye kile chakula chokula na ndani yao wakaanza kumwasi na Mungu akapiga mwenyewe. Hakuna mwingine
siri sana kwenye madhabahu za giza, kunipiga kwa siri, kuniangamiza kwa siri bila kujua ni wao. Nimesogea, kuna moto wako hapa, ni lango la mbinguni hapa, ni ardhi yenye rutuba hapa, ni mahali ambapo miguu yako imekanyaga kwenye madhabahu hii, nami nimekanyaga hapa. Nguvu na uwezo wako, nguvu na mamlaka yako, nguvu ya uungu wako, nguvu ya mbingu zako vipite sasa ndani yangu, kuanzia sasa, kuanzia sasa, kuanzia sasa. Kila tego niliyotegewa kwenye maisha yangu, tego lolote la kichawi, la kiganga, la kishirikina, la kiluminati, la kifrimasoni, tego lolote, tego lolote, tego lolote la njia panda, la kazini, la nyumbani, la shambani, la makaburini, la ziwani, la kisima cha maji, tego lolote, hilo tego, hilo tego, hilo tego, hilo tego la kulisha, la kunywesha, la kuzawadiwa, la kupewa, la kushikishwa, la kuruka, la kukanyaga, kuanzia sasa, achia! 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 Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, na kwa damu ya Yesu, na kwa damu ya Yesu. Tego, 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 teguka leo, teguka leo, teguka leo. Tego la mauti, tego la kifo, tego la magonjwa, tego la nipige, 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 tego la nipige. La aina ya uchawi, uchawi wa makabila, uchawi wa makabila, uwe wa Kihaya, uwe wa Kiangaza, uwe wa Kiha, uwe wa Kisukuma, wa Kinyarwanda, matego yao, wa Kiziza, wa Kikuria, wa Kijita, wa Kikerewe, wa Kisumbi, wa Kinyatuzo, wa Kizingua, wa Kimakonde, hilo tego, wananitegea, 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 wananitegea. Pasuka, 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 pasuka. Sema nini madhabahu? Moto wako kupitia madhabahu uteketeze kila uharibifu, kila ubaya uliobeba, uliochukuliwa, uliong'ang'ania kwenye fedha hii, na uharibu na urudisha ulikotoka kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Sadaka yoyote ya kuharibu maisha iharibike na iharibiwe. Sadaka ya damu ya Yesu iinue maisha yangu, iponye maisha yangu, ifungue maisha yangu kuanzia sasa kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, kuanzia sasa hii fedha iwe sadaka mbele zako. Unibariki kwa zile baraka ulizoziahidi kwenye maisha yangu. Naomba baraka, naomba baraka, naomba baraka, naomba baraka na neema za kila namna kwenye maisha yangu. Naomba neema ya uzao, ya afya, ya ndoa, ya uchumi, ya ajira. Naomba neema ya kibali, ya huduma, ya utumishi. Naomba neema ya mafanikio. Naomba neema ya ifunuliwe kwa sawa sawa na ahadi zako na maneno yako kwenye maisha yangu. Neema yako Bwana, neema yako Bwana ifunuliwe kwa siku ya leo kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Inua juu sasa sadaka. Sema Bwana Yesu, kwa nguvu ya damu yako nakata rufaa kila mashitaka, kila mashitaka, kila mashitaka, kila mashitaka, kila mashitaka
Niachie. Na niachie. Usilizoe. Niachie. Mimi sio wako. Yesu alipigwa. Alivyopigwa ilikuwa na uponyaji wake. Yale maumivu aliyopigwa Yesu ni dawa ya mifupa, ya nyama, ya mishipa, ya mwili, ya roho, ya nafsi, ya akili, ya ufahamu, ya fikra, ya mawazo, ya mwili wangu. Ni dawa. Hayo maumivu yapite kama dawa, lakini kama moto ndani yangu, kama moto. Chochote cha giza, chochote kilichopandwa, chochote kilichopandwa kwenye maisha yangu, kuanzia sasa teketea, 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 teketea. Nisaidie Bwana Yesu. Nisaidie Bwana Yesu. Apandaye kwa karibu atafika kwa karibu. Naye akoaye mbegu akampa mbegu, akampa mbegu mwenye kupanda. Baba, sadaka za watoto wako wamesimama nazo kama mbegu mbele zao, wengine zaka zao, wengine dhabihu zao, wengine shukrani zao, wengine nadhiri zao, wengine sadaka ya kutegemeza chakula nyumbani kwa mtumwa wako. Mungu wa Israeli, pokea. Baba yangu mwema, pokea. Mfalme wa falme, naomba upokee. Mungu wa milele, naomba upokee. Pokea Bwana, pokea, 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 pokea Yesu, pokea sadaka yake, pokea Bwana Yesu, pokea mtakatifu, pokea kwenye mikono yake, pokea kwa nguvu zako, pokea, 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 pokea kama ulivyopokea na kuitakabali sadaka ya Abeli. Pokea, itakabali sadaka yake, itakabali sadaka yake, itakabali sadaka yake. Pokea, pokea, pokea. Zaburi ya 20 Bwana umesema ya kwamba wewe Mungu unatakabali kuzilizia sadaka zetu na dhabihu zetu, tena unatupelekea msaada kutoka patakatifu pako. Pokea Bwana, pokea Bwana, pokea Bwana, pokea Bwana, pokea Bwana, pokea Bwana. Achilia nguvu zako, achilia uwezo wako, achilia moto wako, achilia, 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 achilia moto, 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 achilia moto. Jina la Yesu. Achilia moto kwa Yesu. Achilia moto. Achilia moto, achilia moto, achilia moto, achilia moto. Moto upitie kwenye nyoyo za miguu. Hapo alipokanyaga. Chochote cha giza kilicho ndani yake. Chochote uchafu uliokanyaga. Uchafu uliouruka. Uchafu. Nasema uchafu. Uliokuja kwa njia miguu. Uliokuja kwa njia miguu. Uliokuja kwa njia miguu. Uliokuja kwa njia miguu. Mabaya yaliyoingia ndani yako. Kwa njia miguu, kwa njia miguu, kwa njia miguu, kwa njia miguu, kwa njia miguu. Hayo mabaya. Teketea, 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 teketea. Amekanyaga kwenye madhabahu ya moto. 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 Moto, 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 moto. Kwenye visigino napitisha moto. Kwenye miguu napitisha moto. Napitisha moto. Napitisha moto. Napitisha moto. Hiyo miguu inawaka moto. Nachochea moto. Nachochea moto. Nachochea moto. Nachochea moto. Moto. Kila ubaya ulipita kwenye miguu, wakakuzungushia alama kwenye miguu yako, wakakuzungushia alama za mauti kwenye miguu yako, wakakuzungushia alama za uharibifu kwenye miguu yako, wakakuzungushia alama za kufilisika kwenye miguu yako, wakichora alama. Hiyo miguu wanaoikaanga mchana na usiku, hiyo miguu walioiweka kwenye chungu, hiyo miguu wanaoikaanga kwenye vyungu, kwenye masufuria mchana na usiku, hiyo miguu. Na mjana wewe kiatu kipya, ulibeba hicho kiatu, ulienda kukizika kwenye kaburi, hicho kiatu, hiyo ni kama vile
pasuka, 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 pasuka. Kiatu cha matatizo. Kiatu cha matatizo. Kiatu cha matatizo. Kiatu cha matatizo ya ukoo. Kiatu cha matatizo ya ukoo yote ndio umemtwisha mwanangu. Leo nakipasua kwenye miguu. Kwenye miguu, kwenye miguu, kwenye miguu. Nachoma moto hiyo miguu. Nachoma moto hicho kiatu. Nakichoma kwenye miguu, kwenye miguu, kwenye miguu, kwenye miguu. Shika moto, shika moto, shika moto. Shika, 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 shika. Shika, 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 shika. Shika, 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 shika. Ulipokanyaga ni moto. Shika moto, shika moto. Shika moto, shika moto. Shika moto, shika moto. Shika moto, shika moto. Kiatu tekete, 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 tekete. Sema Bwana Yesu. Kiatu nilichovaa kisicho cha kwako kitoke na kifua leo, na kifua leo, na kifua leo. Kuna kiatu amenivalisha cha mateso, cha magonjwa, kiatu cha matatizo na kifua. Sema mguu wako, chochote kiatu kilichovalishwa kwa macho ya kawaida kionekana, lakini kwa macho ya Mungu kinaonekana. Kiatu cha familia ambacho baba zetu walitembea nacho na wakavalisha watoto wao na vizazi vyao. Hicho kiatu, hicho kiatu, hicho kiatu, hicho kiatu, hicho kiatu, viatu nilivyovaa kwenye miguu yangu viwe vya ngozi, ngozi ya fisi, ngozi ya simba, ngozi ya chui, ngozi ya mama, ngozi ya temba, ngozi yoyote ya mnyama yoyote. Hicho kiatu cha ngozi ya chatu, cha ngozi ya chatu, cha ngozi ya nyoka, chote vile ngozi walichonivalisha kwenye miguu yangu, wakachana miguu yangu. Teketea, 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 teketea. Hicho kiatu kuna watu wote. Hicho kiatu. Hicho kiatu. Hicho kiatu. Hicho cha mnyama. Hicho cha huyo nyoka. Hicho kiatu cha huyo nyoka. Hicho kilichotengenezwa kwa ngozi ya nyoka, kwa ngozi ya mnyama huyo asiyeweka wanaeleweka. Hicho kiatu ambacho kimekuwa ni kizito na mapito. Niyusha ngozi ya hicho kiatu, 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 ngozi ya hicho kiatu. Niyusha, 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 niyusha. Yeyuka, 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 yeyuka. Choma tika. Hiyo ngozi kwenye miguu yake. Hiyo ngozi unaweza kunyoza miguu. Hiyo ngozi. Moto unateketeza hapa. Unateketeza hapa. Huko chini kwenye kisigino. Kwenye kisigino. Tifua. Ulivyochizika. Na kuzikwa. Tifua. Chomoka. Katika. Alikuwa ni tajiri huyo. Alikuwa ni mfanya biashara huyo. Nasema katika kwenye miguu. Katika kwenye miguu. Mimi nasafari. Ndio damu inapita. Kama moto. Inakata. Kila kiatu ulichovalishwa, kila kiatu chenye mabovu, kila kiatu chenye mabaya, kila kiatu chenye uharibifu. Pasuka. Hivyo viatu walivyokuvalisha vya ukoo baba na mama. Wenyeji wa mji walikuvalisha ulipoingia kwenye malango ya mji. Kiatu cha asili ya wenyeji wa mji.
ambacho wanatembea nacho, kiatu katika nasema kila kamba, kila ngozi uliomshonia kwa kiatu cha kuvaa, ngozi ya binadamu ambaye amevaa ya kufa, umebadilisha miguu yake, kuua mapito yake, kuua mema yake, kuua zake, kuanzia sasa kila kiatu unachokuvalisha kiharibiwe kwa jina la Yesu, kiharibiwe kwa jina la Yesu, kiharibiwe kwa jina la Yesu, kiharibiwe kwa jina la Yesu. Kiatu cha madhara, kiatu cha mabaya, kiatu cha familia, kiatu cha ukoo, hicho kiatu kwenye miguu yako mwanangu, kwenye hatua za miguu yako, kiatu, bafuta, kifanya kumaliza kwenye miguu yako, kiatu, walichukua kiatu cha mtu aliyekufa, wakamzika nacho, iliyo flat, hivyo viatu vyenye chuchumia. Hiyo chuchumia ni pembe, hiyo pembe naikata kwa jina la joka likatike, jina la joka nasimama kama mchuchumia kwa hicho kiatu, nalikata kwa jina la Yesu, nalikata kwa jina la Yesu. Kiatu alichokuvalisha mwanangu, hicho kiatu yatosha sasa, yatosha. Nasema hivi yatosha, hicho kiatu yatosha. Nasema tena hivi yatosha, hicho kiatu cha kuondoka kwenye misiba kila wakati. Walichokuvalisha hicho kiatu, wewe ni wa misiba tu, wewe ni wa matukio mabaya. Hicho kiatu nakikata kwenye miguu. Na ngoa meno ya joka. Kuna vitu vinachoma kwenye miguu ukitembea. Kwenye oza miguu. Ukikanyaga utafikiri umekanyaga changarawe. Utafikiri umekanyaga miba. Meno ya nyoka. Meno hilo joka. Meno. Na yangoa ndani ya mwili wako. Sumu ya yenyewe. Inayosababisha mpaka unahisi kama miguu ina paralyze, kama miguu inapooza. Nachomoa. Choka kwa damu ya Yesu. Wamekuja wapone. Haya. Ewe. Joka. Hicho kiatu leo Roho Mtakatifu amefunua. Kuna kiatu leo kinavuriwa kwenye miguu ya mtu. Kinavuriwa kwenye miguu ya mtu. Ndio. Na kivua kwake. Huyu mwanangu na kivua. Mwanangu nakuvua hicho kiatu. Choka kwa damu ya Yesu. Hiyo ngozi ya joka. Joka ile ya derema. Choka. Hilo joka. Kwa maana ukilala unaota majoka, unakimbiza na majoka. Maana joka linakungata kwenye miguu. Chomoka. Na likata joka. Na roho ya hiyo joka. Huyo joka aliyemuua wakatoa ngozi yake. Nafsi ya hiyo joka uliunganisha nayo. Naikata. Kwa jina la Yesu. Achia. Kwa jina la Yesu. Nakuvalisha kiatu chake chenye baraka. Kila kiatu chenye mabaya wachovalisha nafsi yako, wachovalisha maisha yako, kiatu wachovalisha kutoka kuzimu, kiatu hicho kiatu. Sasa angalia huyo mzee jamani, kiatu kinachoharibu kwenye ukoo, kinachoharibu familia hicho kiatu. Sema na kivua kiatu, hicho kiatu mwanangu, kivunjike kwa jina la Yesu. Kiharibiwe na kivunjike kwa jina la Yesu. Kila kiatu
kila kiatu, 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 kila kiatu. Na washa moto wa Bwana, na chilia moto wa Bwana, na chilia wa moto, na chilia wa moto, na chilia wa moto. Kwa jina la Yesu. Kila kiatu kiondoke kwenye maisha yako. Kiachie maisha yako kwa jina la Yesu. Kiachie maisha yako kwa jina la Yesu. Hicho kiatu. Hicho kiatu kiachie maisha yako. Walichokuvalisha hicho kiatu. Cha kwako wakakizika kwenye makaburi. Wakakuletea cha mtu aliyekufa. Kiatu kwenye hilo kaburi. Hicho kiatu cha huyo mtu kwenye hilo kaburi. Walipeleka cha kwako wakavalisha maiti. Cha maiti nilichokaja kukuvalisha wewe. Maisha yako yakaribika mwanangu. Ndio. Ndio, ndio, ndio. Kiatu hicho, 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 hicho kiatu hicho, nakiona hicho kiatu, hicho kiatu ulichomvalisha cha mtu alikuwa amekufa, tena alikuwa ni bibi kizee, tena alikuwa ni bibi kizee, tena alikuwa ni bibi kizee, tena alikuwa ni bibi kizee. Sema hicho kiatu cha huyo mwanamke ulichomvalisha, hicho kiatu, na kichomoa kiatu, na kivaa kiatu, acha kiatu, vua kiatu, chomoa kiatu, chomoa hicho 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 kiatu, na chomoa hicho kiatu, na kichomoa hicho kiatu, na kichomoa hicho kiatu, na kichomoa hicho kiatu. Kimeharibu njia zake, kimeharibu njia zake, kimeharibu maisha yake yamekuwa yenye uharibifu. Kimeharibu. Kila anapokanyaga anakanyaga penye utelezi, maana hicho kiatu kimefunika kiatu cha watu waliokufa, na kikata chenye kamba ya sanda, na katizo kamba za sanda, na katizo kamba ndio, na katizo kamba hizo ulizotumia kwa kufungia hicho kiatu kwenye mguu wako, hata ungeoga miguu yako ni kama ya mtu aliyepooza. Hicho kiatu, pasuka, na kamba zake zikatika. Nakata kamba ulizotumia kufungia hicho kiatu, kamba zote wa 25.